kisa cha Ma'mun na Harun al-Rashid. Alimchukua mtoto wake akiwa yeye ndiye amir kwenye dola ya Abbasia, akamchukua mtoto wake akampeleka kwa mwalimu. Zamani walikuwa wale wafalme wanawaheshimu wanavyoni. Akamwambia, huyu nataka umwelimishe huyu, natarajia atakuwa kiongozi, nikifa mimi atabeba masulia, sitaki liwe bumbubumbu. Kwa hivyo mpe elimu huyu ili aweze kuwa kiongozi mzuri baada yangu. Mwalimu akasema sawa. Siku moja yule mwalimu katika kumsomesha yule mtoto, siku moja akamchapa kiboko bila sababu. Mtoto wa kifalme yule akawa furious, kasirika sana. Nini wewe? Akamwambia nakupiga ya pili, tulia. Akavumilia mtoto na aletwa na babake. Ikapita miaka 20, huyu akatawala, akawaende amiri, sasa ndiyo kiongozi. Siku moja akauliza, yule maalim fulani yupo? Akaambiwa yupo. Kamlete. Akaenda akaitwa, shakuwa mzee na yeye yuaja. Mke wake amuuliza, kwema? Asema kwema. Alipoingia akamkaribisha, na maalim vipi? Akamwambia, mwalimu, mimi kuna jambo moja limenikera sana katika maisha yangu. Jambo gani? Wakumbuka ulinipiga kiboko bila sababu wewe miaka 20. Usiseme ni mtoto. Wajua jamani, ukiandika wanasema al-ilmu fi sighar kanakshi ala al-hajar. Yale matukio ya udogoni yanakaa ni kama kuandika kwenye jiwe, hayafutiki. Mwalimu akacheka, ala, nawacheka. Wajua mimi ndiye mfalme. Na kuuliza wakumbuka? Akamwambia ndiyo. Kwani wewe wakumbuka mpaka leo? Akamwambia nisikumbuke. Kwa nini wakumbuka? Asema dhulma isauliki, ulinipiga bila sababu. Akamwambia hapana, niliambiwa na babako nikufundishe. Ile ilikuwa katika somo la viboko. Amwambia kivipi? Akamwambia kama wewe kiboko kile kidogo cha shule miaka 20 waona ni cha dhulma, huku kisahau raia wako ukimpokonya ploti au shamba lake hatosahau kuisha. Ukamfunga mtu jela bila sababu hatosahau maisha. Ukafanya vile vile kwa kuwa wewe ni mfalme, utafanya. Ujue kwamba hiyo ni dhulma. Hararatu dhulmi la tunsa, uchungu wa dhulma hausahauliki. Ni somo si somo? Waweza kumwona umemdhulumu mtu na amenyamaza, ametulia, lakini kumbuka hatari yake ni kubwa. Wala sema la tadhlum ahadan, la tadhlimu ahadan hatta yu'limaka du'a'uhu, hatta la yu'limuka du'a'uhu. Usimdhulumu mtu, huenda yeye akakosa nguvu ya kuregesha dhulma, lakini kumbuka ana dua, aweza akaiomba dua yake ikakupa maumivu zaidi kuliko hata vile wale ulivyofanya nini, ulivyomdhulumu. Na haya maisha subhanallah, mara nyingine waweza ukamiliki kwa njia ya dhulma, ukamiliki vingi, una uwezo ukafanya, ukafoji makaratasi, ukampokonya mtu shamba lake, ukafanyaje, una nguvu, una sauti, lakini jua kwamba umempokonya shamba moja, dua yake yaweza kukupokonya mpaka maisha yako. Wewe si umempokonya shamba lake au duka lake, umemwonyesha nguvu, wasikika, labda serikali ya kusikia, umefanya dhulma na ametulia.
lakini akainua mikono kwa Allah, ile dua yake ikakupokonya mpaka uhai. Kwa hivyo chunga dhulma. Lile lilikuwa ni somo na kufundisha, kama kiboko cha chuo kimekufanya usikisahau kwa miaka 20, hawa raia hawa unaowatawali, ukimdhulumu katika haki yake hatokusahau milele. Kwa hivyo ninachokusudia ni kwamba hivi viungo, matamanio ndiyo yametawali nafsi, na nafsi ndio inakutuma utamani kile, utamani kile, utamani kile, lakini mwenye nguvu kulazimisha viungo vyako vifikie kwenye lile lengo ni moyo. Sasa nafsi imepambanishwa na silaha moja. Ukitaka kuweza kuikontroli nafsi, ukitaka kuikontroli akili, soma elimu, jiweke karibu na elimu, akili yako itakaa vizuri.